Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii kuna kipande hiki cha video ambacho kinazidi kugonga vichwa vya habari na ningependa tuweze kukitizama sote kwa pamoja. Maudhui yaliyoweza kuzungumzwa katika kipande hicho cha video yanaonekana moja kwa moja kumlenga Rais Mama Samia Suluhu Hassan akiwemo katika hafla hiyo, ambapo inaonyesha wazi kwamba viongozi wa kidini wameweza kutofautiana pakubwa na uongozi wake. Viongozi wa kidini wanaonyesha wazi kwamba wangependa haki iweze kupatikana kwa vijana Gen Z maelfu ambao waliweza kupata majeraha, baadhi yao kuaga dunia, jambo ambalo limekuwa ni kilio kikubwa kwa familia na jamaa walioweza kupoteza wapendo wao. Hivyo basi, ningependa uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba na damu yako, naam, damu yako. Naam, mtazamaji wangu, umeweza kumsikiliza dada huyo ambaye ni mchungaji. Ameweza kuzungumzia jinsi ambavyo kuliweza kuwa na mfano katika Biblia, ila yale aliyokuwa akizungumza ni yale ambayo yanazidi kufanana ama kuambatana na kile kilichoweza kufanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa njia moja ama nyingine, dada huyo wa kidini ameweza kulenga na kudai kwamba malipo ni hapa hapa. Na mtazamaji wangu, kwa kweli tukijaribu kutizama uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa, jinsi ambavyo unazidi kuendelea nchini Tanzania, sivyo alivyokuwa akitarajia, na ndipo ambapo inazidi kudhihirisha wazi na kubainisha jinsi gani ambavyo mwanadada huyo aliyeweza kuhusika yeye na baadhi ya viongozi wakuu katika hafla hiyo leo hii wameweza kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kweli uongozi ulioko madarakani wa chama tawala cha CCM ni sawa, upo madarakani, ila uongozi huu uliweza kuzungumzia jinsi gani ambavyo uliweza kupigia kura na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania na kushinda nafasi ya urais kwa asilimia ya kura 97. Mtazamaji wangu, kama kweli umeweza kushinda kura kwa asilimia 97, vipi kuhusiana na mapokezi unayozidi kuyapata katika mikoa mbalimbali, katika hafla mbalimbali nchini Tanzania? Na mbaya kabisa, kipindi na wakati ambapo unapozidi kuitisha rally ama mkutano wote ule wa kisiasa, watu unaodai waliweza kukupigia kura hawazidi kujitokeza. Tofauti kabisa na jinsi ambavyo kipindi na wakati ambapo mpinzani wake mkuu Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu anapoweza kufikishwa huko mahakamani kwa kesi ya uhaini, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanazidi kujitokeza kumrushia mkono ama kumpa hata salamu kwa mbali, kuanzia barabarani hadi katika lango la mahakama kuu, na baadhi ya wale wanaozidi kuruhusiwa kuingia katika mahakama kuu kusikiliza kesi hiyo yake Mheshimiwa Lissu wanazidi kumpungia mkono na hata kuonyesha ushirikiano, ijapokuwa hivi sasa Mheshimiwa Tundu Lissu yupo katika kipindi kigumu, ila wanazidi kufurahia naye ama kuwa naye. Tofauti kabisa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan hivi sasa wangepaswa kuwa na furaha kama kweli ushindi unaozidi kuzungumzia siku baada ya siku unaweza kuwa ushindi wa halali. Mtazamaji wangu, siku zote yeyote yule anayezidi kufanya jambo huwa na nia ya kushinda. Na mtazamaji wangu, furaha ya ushindi siku zote ni mtu aweze kufurahia kile alichoweza kukifanya. Ila mtazamaji wangu, kwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan tunazidi kuona picha tofauti kabisa. Kile anachozidi kukifanya hakifurahii, ikidhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kweli uongozi ulioko madarakani ndio upo ni kutokana na katiba ilivyokuwa imeweza kupanga. Atakayeweza kushinda katika uchaguzi
wa Oktoba 29 mwaka 2025 ndiye atakayeingia Ikulu na kuongoza wananchi wa Tanzania ama taifa la Tanzania kwa ujumla. Ila ukweli wa mambo, sote tunafahamu kwamba reforms iwapo zingeweza kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, mtazamaji wangu, leo hii tusingekuwa tukizungumzia uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kukataliwa, kwani anakataliwa kwa kuwa yeye hakuweza kuchaguliwa na Watanzania. Yule aliyekuwa akipendekezewa pakubwa aweze kuchaguliwa na mamilioni ya Watanzania ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Sio vijana jenzi peke yao, bali hata baadhi ya watu wakubwa walikuwa wameweza kunuia 100% ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ndiye ambaye angeweza kuwa kiongozi ama rais wa Jamhuri ya Tanzania. Ila hii ingeweza kutokea baada ya reforms. Na mtazamaji wangu, reforms zingeweza kufurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Vile vile, mtazamaji wangu, kuna swala la katiba mpya ambalo linazidi kujadiliwa kila kona. Wengi wa Tanzania wanaamini kwamba hivi sasa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akiwa na wabunge wengi kupitia chama tawala cha CCM, eti ratiba ama katiba hiyo, mtazamaji wangu, itaweza kupitishwa kinguvu ama bila marekebisho wala makubaliano. Mtazamaji wangu, ningependa nikuambia kwamba sio kweli, bali kama kweli katiba mpya itaweza kutengenezwa, mtazamaji wangu, katiba ni lazima iwe ya kidemokrasia. Demokrasia hii tunazungumzia democracy for the people, by the people, of the people of Tanzania. Mtazamaji wangu, hii ina maana gani? Iwapo Watanzania hawatakuwa wameweza kuridhia demokrasia ama katiba mpya itakayokuwa ikitengenezwa, moja kwa moja katiba hiyo haitaweza kufikishwa popote pale pa kuamuliwa iweze kutumika nchini Tanzania, wala wabunge hawataweza kuchangia pakubwa kwa katiba hiyo ya Tanzania. Na ndipo ambapo kile kinachozidi kushuhudiwa nchini Tanzania sio viongozi wa kidini pekee, hata baadhi ya viongozi pinzani nchini Tanzania, sio Mheshimiwa Tundu Lissu wala kina Mheshimiwa John Heche pekee, bali idadi kubwa ya vyama vya kisiasa vilivyoweza kushiriki katika zoezi la uchaguzi wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, iliweza kuwa ni project yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kulipa vyama vidogo ili ajaribu kuzubaisha na kujaribu kuonyesha Watanzania ya kwamba hajaweza kuwania kiti cha urais peke yake, bali katika kuwania kiti cha urais ameweza kuwa na upinzani wa vyama vingine vya kisiasa. Ndipo ambapo tuliweza kushuhudia vyama vingine vya upinzani vikiwa katika ugombeaji wa nafasi ya urais, ili hali sote tunafahamu kwamba mpinzani mkuu aliyekuwa akipendekezwa pakubwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye angeweza kutumia chama Chadema kwa kupeperusha bendera ya chama hicho katika nafasi ya urais, na sote tunafahamu kwamba ushindi wa moja kwa moja angeweza kuupata kutokana na manifesto yake yaliyokuwa yameweza kuvutia idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Na mtazamaji wangu, hii inazidi kudhihirisha wazi ya kwamba kweli hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan yupo uongozini, ila kila anachozidi kukifanya sivyo, na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hivi sasa wanazidi kuungana kuomba aweze kujiuzulu. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo kama kweli rais aliyoko madarakani ataweza kukataliwa na watu wake. Na mtazamaji wangu, sio watu raia pekee, hadi viongozi wa kidini. Sasa mtazamaji wangu, leo hii wapo kutakuwa na jambo la dharura ambalo litakuwa limeweza kukumba taifa la Tanzania. Je, Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukimbilia wapi? Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uhusiano wake na mataifa ya kigeni haupo imara kama ulivyokuwepo hapo awali. Hivi sasa viongozi wa kidini wakiweza kutofautiana naye, je, ni nani ataweza kusimama naye katika kipindi kigumu atakapokuwa akihitaji hata usaidizi wa kimaombi? Mtazamaji wangu, kweli hii hapa yote inazidi kuashiria pale pabaya alipo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wake wa chama tawala cha CCM. Ila yote ifahamike na ikumbuke kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuhamasisha, aliweza kuweka hadharani kwamba kweli
utumiaji wa nguvu utaweza kutumika ni sawa sawia na kile alichokuwa akizungumza Mheshimiwa Humphrey Polepole kabla ya kutoweka kwake. Suala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ni sawa utaweza kutumika na kuleta manufaa kwa muda mfupi, ila baada ya hapo uongozi utakaokuwa madarakani utaweza kupendekeza maridhiano. Maridhiano hayo, mtazamaji wangu, yameweza kukataliwa na idadi kubwa ya viongozi wa kidini na hata baadhi ya viongozi wakuu wa vyama pinzani nchini Tanzania, sawia na jinsi gani ambavyo baadhi ya viongozi wa kidini kukataa maridhiano hayo na viongozi wakuu wa chama cha kisiasa kukataa maridhiano ni pigo kubwa kwa uongozi huo ulioko madarakani. Hivyo basi, mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja comment section. Je, uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan unakoelekea ni sawa ama ni sahihi? Kama hivi sasa amekataliwa na viongozi wa kidini, mwisho wake utaweza kuwa mwisho wa aina gani? Ama ni vyema kufanya jambo la busara na kujiuzulu na kiongozi mwingine aweze kutafutwa? Sote tunafahamu kwamba ni jambo linalozidi kuwezekana na lipo na asilimia kubwa kufanyika. Hivyo basi, tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.